Nani? Eidul Haji hakuna. We Nuruddin, ni Eidul Udhiya, idi ya kuchinja. Naenda taratibu. Manake tunasuniwa na kuwekewa siku ya leo kufanyaje? Kuchinja, kutokana na tukio tulilolisema hapo juu. Amelianzisha Nabii Allah Ibrahim kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kumchinja mwanawe, tena wa kiume aliompata kwa taabu. Taabu vipi? Amempata uzeeni, ana umri wa miaka 86 ndio anapata mtoto wa kwanza. Si alikuwa kishakata tamaa? Mungu akamwambia huyo, akamlea kwa taabu, kwa mapenzi makubwa. Alivyofikia baleghe na sasa anaweza kumtuma na kumtumikisha, Mungu anamletea amri hii. Basi akamchukua kwenda kumchinja baada wao kwenye kukubaliana. Lakini kichinjo kile hakikupatikana, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala badali yake akamletea mnyama kutoka peponi, na inasemekana ni kondoo, akachinjwa badala ya nani? Ya Ismail alayhi salam, siku ya leo. Sawa sawa. Kwa na sisi tunatakiwa tufanyaje? Tuchinje, japokuwa kila tukisema inakuwa taabu kidogo, lakini tunatakiwa tuchinje. Ndio idi hii, Eidul Udhiya. Na hili lilitokea kabla ya hija kufaradhishwa. Hata wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miaka 6 au 5 watu walikuwa wakiishi hivi, kisha ndio ikaja hija. Kwa hiyo kati ya sunna ya kuchinja na hija kitu gani kimetangulia? Toka tu pale sasa hivi kanunue kitabu kinaitwa Khulasatu Nurul Yaqin. Simama wewe Shabani, si unaviuza vile, utakuta hija imefaradhishwa lini, na jambo hili lilianza lini. Kwa hiyo hili lilianza kabla ya, msibabaike. Wewe hesabu tarehe tu, tarehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 idi. Usiangalie simu. Hili ni jambo, kuna ibada zimeunganishwa na matukio na kuna ibada zimeunganishwa na tarehe. Ibada hii imeunganishwa na tarehe, haikuunganishwa na tukio. Na kupigia mfano mdogo tu, hivi mwaka jana watu walihiji au hawakuhiji? Tuliswali idi hatukuswali? Tulifunga Arafa hatukufunga? Alisimama nani Arafa mwaka jana? Miaka miwili. Alisimama nani Arafa? Kwamba sisi tumeshirikiana naye, kwamba nimewaona watu hawa hapa wanasimama hawa hapa. Mwaka jana uliwaona wapi? Mwaka juzi uliwaona wapi? Ukufunga Arafa kwa sababu wewe kule haikuwepo? Rudi katika vitabu, na pale tunaposema tusomeni, tusomeni kweli. Msiposoma na wakati mwingine mkatuuliza na ilhali tunawaambia tusomeni, ndio pale tunapowajibu wakati mwingine kama kifedhuli. Kuna mtu jana mimi kaniuliza, nimempelekea gari kuosha, bwana nioshe gari yangu kesho idi. Akaniambia kwa maana hiyo tunaswali idi mbili. Nikamwambia si macho pia tunayo mawili. Macho mawili, miguu miwili, mikono miwili. Ustadhi kachoka. Anambia nimechoka kweli. Kila siku nasema hiki tu. Umekutia gari nioshe mimi nipendeze kesho idi, ina vumbi. Kwa hiyo tunaswali idi mbili. Ndio, kwa sababu tuna macho mawili, miguu miwili, mikono miwili, wake wawili, masikio mawili. Akaniambia bwana, anaitwa Ame, rafiki yangu mmoja. Anatoka Pemba. Sasa imamu leo umechoka? Ambia sana unanichokesha. Siji naelewa kabisa. Idi hii ni idi ya tarehe, sio idi ya kisimamo. Hata Mtume Muhammad anasema saumu yaumi Arafa au saumu yaumi wuqufi Arafa. Saumu yaumi au saumu wuqufi, ile hadithi anasema kufunga kisimamo cha Arafa au kufunga siku ya Arafa. Kufunga siku ya Arafa. Sasa unatakiwa ujue siku ya Arafa maana yake nini. Sheikh Ramadhani waambie watu siku ya Arafa maana yake kisimamo. Siku ya Arafa ipo, inajulikana. Yaumu Arafa ni ile siku ambayo Mwenyezi Mungu aliziumba roho zote
akazikusanya katika kiwanja kimoja, na akawaambia watu, akaziuliza roho zote, alastu birabbikum, mimi sio mola wenu? Ndio siku ile watu walihiji, siku ile walisimama hapo Maka. Bwana vipi, tutia tabu, tia tabu. Ile yaumul ahdi wal mithaqi ndio hii, ni mwezi 9 fungo 3. Hamna mtu alohiji hata mmoja. Hiyo Al-Kaaba yenyewe pala haikuwepo. Mungu alizikusanya roho zote akaziweka sa'idin wahid, sawa sawa. Kisha akaziuliza, alastu birabbikum, mie sio mola wenu? Sote tukajibu bala. Kwa nini? Wewe ndio mola wetu. Ile ndio yaumu Arafa, na ndiyo siku waliokuja kukutana tena Adam na mkewe hapa duniani, baada ya kushushwa kila mmoja kwa wakati wake, wakapoteana muda mrefu hawakuonana, wakaja kukutana yaumu Arafa. Kulikuwa na hija jamani.